Story. Barabara kabisa, ni magharibi nyingine tunapoungana Jumanne hii kwenye kipindi cha Elewa Sheria. Siku ya kihistoria kabisa kule nchini Senegal. Hii wameapisha rais mpya ambaye ndiye rais mchanga kabisa kuchukua hatamu kutoka kwake Macky Sall, ambaye rais wa sasa Bosimeru akiingia akiwa na miaka 44. Ni historia kweli katika sheria ama katika moja ya demokrasia zilizokomaa barani Afrika, leo hii ikiwa ni hatamu ya kiongozi mpya kuchukua hatamu hizo. Karibu sana lakini katika kipindi hiki cha Elewa Sheria Jumanne hii, ambapo unafahamu katika darasa hili la sheria tunazungumzia masuala mbalimbali. Hukumu ya Ijumaa wiki iliyopita imeliacha taifa kinywa wazi. Wengi wasijue kutaendaje, kutafanyikaje, na je, wale ambao tayari washapewa hukumu itakuwaje? Nazungumzia nini? Nazungumzia hukumu ya kifungo cha maisha ambayo imekuwa ikitolewa na majaji mbalimbali katika maamuzi tofauti katika kesi tofauti. Lakini juzi katika mahakama kuu tulimwona Nixon Sifuna ambaye ni daktari na profesa jaji akitoa uamuzi kwamba hiyo haifai kwa sababu inaenda kinyume na katiba, kwa sababu haiweki wazi kwamba mtu anapofungwa kifungo cha maisha atakuwa anafungwa kwa miaka mingapi. Je, kifungo cha maisha ni miaka 20, 50, 30 ama ni pale hadi maisha yake yatakapotamatika akiwa gerezani? Ndio swala ambalo tunataka kulizamia leo hii. Sheria hii ya kifungo cha maisha inamaanisha nini? Maana yake pia vile vile tumemwona rais waliokuwepo wakibadilisha baadhi ya vifungo vya kinyongo na kuwa vifungo vya maisha. Kwa hivyo kuna mengi ya kuyadadavua leo hii. Karibu sana. Mimi naitwa Suleiman Yeri na hiki ni kipindi cha Elewa Sheria. Siko peke yangu studioni, ninaye mwalimu, lakini sio mwalimu wa ada, ninaye mwalimu wa zamu ambaye ni Shadrack Komboi. Karibu sana studioni. Asante sana Yeri, nashukuru sana kwa hapa. Siku ya leo kwa kweli ndakuwa pengine najaribu kukalia ama kujaribu kutia tu mguu katika kiatu alichokiacha hapa mwalimu Danstan Omari. Naam. Bila shaka tumeona uamuzi wa daktari profesa Sifuna ambao ulitolewa hivi majuzi kuhusiana na kifungo kile cha maisha, akisema kwamba ni kinyume cha sheria. Tuanze katika uamuzi ule ambapo kama nyinyi mawakili, uamuzi ule mliopokelea vipi na umeleta tofauti ipi katika masuala ya maamuzi kabla ya kuivamia ama kuizamia sheria yenyewe ya kifungo cha maisha? Naam, niliposoma uamuzi ule wa jaji daktari Dr. Professor Sifuna Nixon, kuna jambo moja ambalo nilijaribu kujikumbusha. Kuna jaji Muamerika anajulikana kama McCardle, ambaye anajulikana kwa usemi wake. Anajulikana kwa kusema ya kwamba hamna kitu rahisi kama kujaribu kesi. Hata wewe mwenyewe ndugu Yeri unaweza kujaribu kesi ukaamua ya kwamba mtu huyu ameiba, mtu huyu ameua, ama mtu huyu pengine kajaribu kanajisi mtu mwingine. Lakini hamna jambo gumu sana kama kujua utakalofanya na mtu baada ya kuamua amefanya makosa fulani ama amefanya hatia fulani. Kwa hivyo kufikia pale ni kumaanisha ya kwamba kumekuwa na sitofahamu, kumekuwa na ati hapa na pale, watu wanazungumza kwa mazungumzo madogo hapa na pale, kwa sababu kumekuwa na ile hali ya tofaruku ama ile confusion ambayo imekuja katika hizi sekta za sheria. Kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wamefungwa, kuna kesi ambazo zinaendelea mahakamani, wale mahakimu ama majaji wanashindwa sasa watafanya nini baada ya uamuzi huu wa daktari Dr. Profesa Sifuna kutolewa ama kuamuliwa. Naam. Turudi katika sheria yenyewe hiyo. Sheria yenyewe inatoa nguvu yake wapi? Maanake yeye amesema ni kinyume cha katiba. Sheria hii imetoka wapi? Kwa sababu kama yeye anataja ni kinyume cha katiba, je, sheria hii ni ipi haswa? Naam, Yeri, ukizingatia sheria tulizokuwa nazo ama sheria tunazokuwa nazo hapa katika Jamhuri ya Kenya, tuko na sheria ambayo inajulikana kama ile yetu ya adhabu, kanuni za adhabu, sura ya 63. Hii ni the penal code ukipenda kwa kimombo, ile cap 63. Ile sheria ni sheria ambayo inapendekeza makosa ni yepi na adhabu ya makosa ni gani. Kwa hivyo ni kumaanisha kuna mambo ambayo mtu anafanya na kama hayajakatazwa katika ile kanuni ya adhabu, basi si makosa kisheria.
Na ikiwepo pengine kuna jambo tuseme kuna waweza kuenda pale katika lile unasema swimming pool. Pale katika swimming pool ukoona mtu pengine anajaribu anakufa maji. Pengine anajaribu kung'ang'ana ili kuweza kujiokoa. Wewe anatapatapa katika maji. Wewe hauna jukumu lolote la sheria kumuokoa yule mtu. Lakini ukienda pale katika jamii, watu watasema pengine una roho mbaya, wewe ni mtu ambaye pengine ni ibilisi kwa sababu umeona mtu akifa maji na hujaweza kumsaidia. Kwa sababu ni kumaanisha sheria tulionayo haijakupatia jukumu lolote wewe. Kwa sababu hujaandikwa pale katika ile swimming pool kuweza kusaidia yule mtu. Kwa hivyo ukizingatia basi sheria tuliyokuwa nayo ama sheria tulionayo, hii adhabu ama kanuni ya adhabu, hii penal code inapendekeza kuna makosa fulani na ukiyafanya kuna adhabu fulani ambayo imewekwa pale katika sheria. Na ndiposa makosa fulani ukiyafanya, haswa pengine ile ukiangalia attempted murder, kuna pengine zile grievous bodily harm, umejaribu kumuua mtu ama umejaribu umemjeruhi sana kufikia kiwango pengine yule mtu pengine angeza hata kufa. Kwa hivyo pale kuna pendekezo ya kwamba yule hakimu anapozingatia ile kesi iliyoko pale mahakamani, anaweza kukutolea adhabu moja ikiwa pengine kukufunga maisha ama kukuhukumu maisha. Kwa hivyo hii adhabu ya kufunga mtu maisha ni adhabu ambayo inatolewa mtu anapokiuka sheria moja ama nyingine. Kwa hivyo ni kulingana na adhabu iliyoko pale katika sheria. Ukizingatia kuna ile Sexual Offences Act. Hii ni sheria ambaye inajaribu kutoa adhabu kwa wale ambao kumekuwa na hii makosa pengine ya kimapenzi, huduma za kijinsia. Huduma za hiyo sasa. Kwa hivyo kuna ile pengine rape, kuna ile defilement, kumnajisi mtoto ama pengine kufanya kumlazimisha mtu pengine wa umri iliyozidi ya makamu kufanya naye mapenzi. Kuna ile adhabu ambayo imewekwa pale. Kama umefanya makosa ukaweza kumlawiti ama kumnajisi mtoto, kwa hivyo adhabu iliyoko pale katika sheria ni ya kwamba wewe unafaa uadhibiwe kwa kufungwa kimaisha. Kwa hivyo si kosa moja ambalo adhabu hii ya kufungwa maisha imewekwa pale, hapana. Ni vipengele vitofauti katika sheria yetu ambayo vinaweza kupendekeza adhabu ile kutolewa kulingana na kosa ambalo liko pale katika sheria. Kila adhabu huwa inachakachuliwa na inaweza kuzungumziwa kwa undani zaidi. Naam. Tukizungumzia hii adhabu ya kifungo cha maisha, naam, inazungumzia nini hasa? Adhabu yenyewe inafaa kutekelezwa vipi? Na mwanzo uniruhusu Yeri, bila shaka, kwa unyenyekevu niweze pengine kutofautisha kwa macho na masikio ya wasikilizaji na watazamaji wetu. Kuna ile sitofahamu kidogo inaundwa na imekuwa pale. Ukizingatia watu wakizungumza pale katika mitaa yetu, unasikia watu kidogo wanajipoteza ama wanajikanganya. Ndiyo. Wakizungumzia kuhusu pengine adhabu ya kifo ama adhabu ya kufungwa kwa maisha. Kwa hivyo kuna tofauti sana kufungwa kimaisha na adhabu ya kifo. Adhabu ya kifo ni kumaanisha ya kwamba wewe unafaa unyongwe. Uende ukanyongwe kwa sababu ya pengine umeweza ukamuua mtu. Majuma mawili yaliyopita tuliona yule my lady Justice Grace Nzioka akapitisha adhabu kwa yule ndugu yetu ambaye anaitwa Joey, yule Joseph Irongo, kwa sababu ya mauaji ilisemekana ametenda ya kumuua yule Monica Kimani. Ikasemekana yeye ndiye akanyongwe kwa sababu ilionekana kupitia matukio yote ambayo alikuwa pale, ilionekana kwa sababu yeye alifanya kitendo kile kwa kusudia, na ni jambo ambalo alipanga na akafanya kwa kinyama ama kwa unyama mkali sana. Mtu asoutu. Naam. Kwa hivyo hakukuwa na utu katika tendo lake. Kwa hivyo hapo mahakama ikaamua ya kwamba yeye anafaa kunyongwa. Hii ni kinyume sana na adhabu ya kufungwa kwa maisha. Kwa sababu kufungwa kwa maisha inamaanisha ya kwamba utafungwa kwa kipindi ambacho wewe utakuwa hai. Hii ni kumaanisha kuna uwezekano kuna yule ambaye alishtakiwa kwa kuiba kuku akafungwa kifungo cha maisha. Mwingine pengine akastakiwa
akashtakiwa pengine kwa kumuua mtu na akafungwa kifungo cha miaka 30. Yule ambaye ameshtakiwa kifungo cha maisha, iende iwapo, kwa sababu maisha, wajua maisha mambo huenda yakaja, akafa juma lijalo. Ndio. Kwa hivyo wakati ambapo ameaga dunia ama amekuja pengine amekufa, yule mtu kwa kisheria, baada ya yeye kufa, baada ya wiki moja yeye kufungwa, kwa kisheria tutasema ya kwamba yeye tayari ameweza akahudumia kifungo chake. Kwa hivyo ameweza kuishi maisha yake mpaka mahali ambapo yalifika tamati, aliweza akahudumia kifungo chake. Lakini yule ambaye pengine amefanya kitu kibaya zaidi na akaweza kufungwa pengine mwaka moja ama miaka 2, yule itasemekana yeye ataendelea bado kukaa mpaka kifungo chake ambapo wakati ambapo utaweza kuisha. Kwa hivyo hii ni kumaanisha mtu anapofungwa kifungo cha maisha, anafungwa mpaka pale atakapokufa, ndipo sasa atazikwa, isemekane yeye akahudumia kifungo cha maisha yake. Naam. Anapohudumia kifungo chake cha maisha, naam, ni nini anafaa kufanyiwa, nini hawezi kufanyiwa? Maanake kwa ngazi zote mbili, mtu aliyehukumiwa kifo na ambaye amehukumiwa kifungo cha maisha, hukumu yake pale jela, yeye atakuwa yuko vipi? Yule ambaye amefungwa maisha, kwa kimombo inasemekana ni indefinite sentence. Yani wewe unapojaribu kuhesabu miaka, hauwezi hesabu kwa uhakika ni miaka ngapi mtu huyu ambaye amefungwa kwa maisha amefungwa. Kwa hivyo hii ni kumaanisha kifungo chetu, ama mtu anapofanya kosa na anapofungwa, sheria yetu tumetoka wakati ambapo tulikuwa tunajaribu kuadhibu, kutoa tu adhabu kupitia pengine kifungo ambacho mtu anapata. Sheria yetu inajaribu pia kuzingatia kwamba mtu huyu ni kaka, mtu huyu pengine ni dada, mtu huyu ni baba, mtu huyu ni mtoto. Mtu huyu lazima tumpatie nafasi ya kurekebika. Kwa hivyo unapofungwa kifungo ambacho tunajua miaka ngapi umefungwa, sheria inapendekeza ya kwamba wewe unafaa usamehewe thuluthi ya kipindi ambacho umefungwa. Yani a third of the number of years ambayo umefungwa. Kwa hivyo kama umefungwa miaka 30, sheria inakupendekezea, yani kuna ile kitu ambacho unasikia mahakamani wanasema remission, yani ni kusamehewa. Kwa hivyo wewe utasamehewa thuluthi ya miaka 30 ambayo umefungwa. Hii ni kumaanisha wewe utafungwa miaka tu 20. Miaka 10 ambayo ulikuwa umefungwa utasamehewa. Hii ni kumaanisha ya kwamba sisi kama nchi, sisi kama wanadamu, hatujakutupa wewe, hatujaghadhabishwa na wewe. Hapana. Tumeghadhabishwa na tendo ambalo ulilitenda. Ndio. Tendo hilo ndio tunajaribu kulitia tu adhabu. Wewe tunajaribu kukupatia tu muda ama fursa ya kuenda kutulia, kuweza kufikiria ni mambo gani ambayo pengine uliyafanya yakafanya pengine ukafungwa kifungo hichi cha maisha ama kifungo hichi cha miaka ambayo umepewa. Haya, hii ni tofauti sana na mtu ambaye amefungwa kifungo cha maisha. Kwa sababu kifungo cha maisha hatujui kwa uhakika wewe utafungwa miaka ngapi. Hatujui utaishi miaka ngapi ndipo uweze ukafa. Kama tungekuwa na pengine na ile nguvu. Shada, kuna wale wanasema kwamba labda kifungo cha maisha ni miaka 50, miaka 100. Kwa hivyo hilo halipo kisheria. La, wacha nifafanue. Ndio. Unajua kumekuwa na uamuzi wa jaji wa mahakama kuu ya Kenya, Judge Nixon Sifuna, ambaye amesema hii kufunga mtu kifungo cha maisha ni unconstitutional, kinaghadhabisha katiba tulionayo, kwa hivyo haifai kukua kifungo katika Jamhuri ya Kenya. Huo ni mmoja. Lakini hapo awali tumekuwa na mahakama ya kukata rufaa maarufu kama Court of Appeal, pale Mombasa, pale Nyeri na pale Kisumu, ambapo kumekuwa na maamuzi tofauti sana. Wale majaji haswa, uniruhusu niende moja kwa moja mpaka mahakama ya Kisumu na koti ya kukata rufaa ya Kisumu. Wale majaji watatu waliketi chini wakaamua kwa kauli moja ya kwamba sheria inapopendekeza ya kwamba wewe unapokosea unafaa ufungwe kifungo cha maisha, wale majaji watatu kwa uerevu wao, kwa hekima yao, wakaweza wakatafsiri miaka ile kifungo cha maisha kumaanisha ya kwamba wewe unafaa ufungwe kifungo cha miaka 30. Kuna wafafanuzi wengine ambao wameketi chini wakasema ya kwamba
pale kulikuwa na makosa, kwa sababu majaji hawana nguvu kisheria kuunda sheria. Walichokifanya pale Kisumu ilikuwa kana kwamba wamejitafsiri wakawa pia ni bunge. Ndiyo. Ni bunge kwa sababu bunge, mkizingatia sheria yetu imejaribu kutofautisha. Kuna ile bunge, kuna ile mahakama, idara ya mahakama, na kuna ile idara ya serikali maarufu kama executive. Kuna zile taasisi ama zile idara tofauti zimepewa kazi tofauti na sheria. Na kazi ambayo mahakama imepewa ni kazi ya kuamua. Ya kuamua kulingana na pendekezo la sheria iliyoundwa na wabunge wetu. Lakini yaliyotendeka pale katika mahakama ya kukata rufaa pale Kisumu ni mahakama ambayo ilijigeuza, mahakama ile ikawa sabunge na ikaunda sheria, ikasema unapoona mahali pendekezo la sheria linasema huyu amefungwa kifungo cha maisha, ni kumaanisha ya kwamba amefungwa kifungo cha miaka 30. Naam, pale bado wakati fulani mwezi wa Julai mwaka uliopita kulikuwa bado na uamuzi sawa na uamuzi ule wa Kisumu uliotolewa na koti ya kukata rufaa pale mahakama ya Nyeri. Na kuna yule kiongozi wa mashtaka, kiongozi mkubwa wa mashtaka anajulikana kama Duncan Undimu. Na ni jamaa fulani ambaye tunampea pia heshima sana. Pia uamuzi ule ulipotokea na hiyo koti ya kukata rufaa pale Nyeri ndio aliweza kupia kukata rufaa, akaenda akaappeal mpaka mahakama ya upeo maarufu kama the Supreme Court. Na tunapozungumza wakati huu sasa, koti ya upeo ama Supreme Court imeweza kusikiza kesi ile, na tunachotarajia saa hii ni wakati wowote kutoka sasa tunaweza pata uamuzi kutoka koti ya upeo zaidi, Supreme Court, ambayo itatupea mwelekeo. Ijulikane ya kwamba koti ya mahakama kuu hii ya juzi hii ya Daktari Dr. Professor Sifuna ameweza kuleta kidogo, kumekuwa na tafaruku, kumekuwa na ile kimombo wanasema pandemonium ama ile confusion kidogo. Watu wanashindwa mbele ni wapi, nyuma ni wapi. Wale ambao wako gerezani watafanya nini? Watajiokoa namna gani? Kwa sababu inaonekana kulingana na matamshi yaliyotoka katika kinywa cha jaji, wale watu ambao wanahudumia kifungo cha maisha ni watu ambao wanahudumia kifungo ambacho kinakiuka sheria, kinakiuka katiba tuliyokuwa nayo. Na ukizungumzia hiyo mtafaruku, mkanganyiko, sasa hivi wengi hawajui. Turudi katika baadhi ya maamuzi ambayo yameshatolewa hapo nyuma, ambayo yamewapa watu vifungo vya maisha gerezani. Hivi vinakuwa batil, vinakuwa havifai tena, ama inabidi sasa kuwe na maamuzi mapya, ama mawakili wao wanaweza kwenda kukata rufaa kutaka ufafanuzi? Naam, kidogo tu wacha tuzingatie mahakama ya upeo zaidi. Walikuwa na nafasi, wale majaji wetu 7 walikuwa na nafasi mwaka wa 2019 kutoa uamuzi katika ile kesi ya Francis Murwatetu. Ile kesi ya Francis Murwatetu hakika ilikuwa inazungumzia mambo ya kifungo kile kifungo cha pengine kunyongwa. Lakini kidogo pale katika maamuzi yake wale majaji 7 waliweza pia kuchukua dakika moja kuzingatia swala hili la mambo ya kufungwa kimaisha. Na kwa uamuzi wao pale kwa ile kwa kifupi walichozungumzia, waliweza kusema ya kwamba kifungo cha maisha kidogo ni kifungo ambacho kidogo kinaleta utata, kwa sababu si haki kufunga mtu kwa kipindi ambacho hakijui hatahudumia kifungo chake kwa miaka ngapi. Hajui, pengine kama nyinyi kama wananchi, nyinyi kama the society, mnampea fursa ama muda wa kukosoa makosa yake. Kwa hivyo unapomfunga maisha unamaanisha ya kwamba mtu yule umemtupa, umesema aende akafe kule, hamtamjali tena. Sio maana tena, ingawaje wakati wa siasa mtataka kumtumia kuweza kupiga kura, kupigia rais kura, ama kupiga wakati wa referendum kura. Ndio. Naam. Sasa kuzingatia pengine maamuzi ambayo yamekuwa kikuja pale. Maamuzi ambayo yanachanganya mawakili, yamechanganya pia mahakimu, yamechanganya pia majaji, na tumeona hiyo the kind of confusion imekuwa pale, na pia imekuwa kichanganya watu ambao tayari wanahudumia kifungo hiki. Kwa hivyo
ama la kufanya ni lipi? Hilo ndio swali ambalo umeniuliza. Ndio. Naam. Sisi kama wanasheria kidogo sisi ni wanafunzi wa historia. Ndio. Swali ambalo tunajiuliza tunapojipata mahali ambapo tumejipata ni kumekuwa ama hapo ukizingatia ama ukijaribu kujaribu kuangalia hapo nyuma, kumekuwa na wakati ambapo pengine kumekuwa na tafaruku kama hii. Naam, ni ukweli. Baada ya uamuzi wa kesi ya Francis Murwatetu, kulikuwa na ile sitofahamu, kulikuwa na ile confusion, watu walikuwa na taharuku sana, watu walikuwa wanajua wafanye lipi. Na ndiposa baada ya kumteua jaji mkuu Chief Justice my lady Martha Koome, ilibidi wakati ule aliweza kuteuliwa kama jaji mkuu wa Jamhuri ya Kenya aweze kutoa mwelekeo, aweze kutueleza atakapochukua nafasi ya kuingia ile ofisi kama jaji mkuu atafanya lipi. Na ndiposa kukakuwa na uamuzi wa pili wa kesi ya Francis Murwatetu, ile kuweza kupea watu ishara ama kupea watu mwelekeo. Na ndiposa wakaamua ya kwamba ikifikia ni kesi tu za mauaji, kesi za mauaji tu ndio watu ambao waliweza kupatwa na hatia ya mauaji watapewa nafasi ya kuenda kutoa zile rai zao katika mahakama kuu, ili kuweza kuona kama wanaweza samehewa kulingana na pengine hali halisi ya mambo ilivyokuwa, ndiposa wakafanya kosa lile walilolifanya. Kwa hivyo kwa kupitia mfano ambao tuliuona wakati ule, kwa mimi uamuzi wangu wa sasa, na nasema kwa unyenyekevu sana, ni kwamba watu ambao wanaumia ama wanaugua tafaruku ambayo imeletwa na uamuzi wa jaji Sifuna, ni kwamba naam, kuna pia nafasi ya dimu ambao wanaweza kuitumia. Huu ni window ama mpenyo ambao wanaweza kuutumia kuweza kurudi mahakamani kuweza kutoa rai zao, kubembeleza mahakama ili kuweza kubatilisha uamuzi ambao ulikuwa umetolewa. Hao ni kwa watu ambao pengine walikuwa wamefungwa kwa kauli moja, wakasemekana ya kwamba wewe umekosea, pengine umemnajisi mtoto, na kwa sababu hiyo wewe unafungwa kifungo cha maisha. Kwa hivyo mtu yule ako na nafasi sasa ya kuweza kurudi pale, kwa kimombo unasema revision. Uweze pale kuomba urudi katika mahakama ambayo ilikufunga, uweze kuifungua macho, uwaambie ya kwamba wakati ambapo ulikuwa unanifunga, ni ukweli wewe kama hakimu, wewe kama jaji ulikuwa umefungwa mkono na sheria. Sheria ilikuwa inapendekeza kwa kosa langu ambalo mimi nilitenda, adhabu ambayo ilikuwa pale ni adhabu ya kunifunga kimaisha. Lakini kufikia wiki ama majuma mawili ambayo yalipita, jaji Nixon Sifuna aliweza kutoa maamuzi, na akasema kupitia nguvu zake alizozitoa pale katika kipengele cha 165 cha katiba, yeye akaamua kwa kauli moja ya kwamba kifungo chochote kile cha kifungo cha maisha kina kera, kina udhi katiba ambayo tuko nayo. Kwa hivyo kufikia pale, wewe kama jaji, wewe kama hakimu, basi uko na nafasi ya kuweza kuangalia tena adhabu ambayo ulinipa. Na ndiposa ukizingatia adhabu ambayo haswa kesi ambayo tunaizungumzia sana. Huyu ni mtu ambaye jamaa ambaye anaitwa Ndongo aliweza pengine kumlawiti mtoto wake, kumnajisi mtoto wake wa miaka 10. Na jaji huyu jamaa alipokata rufaa na kusema ya kwamba adhabu ambayo alipewa ilikuwa pia haifai, yule jaji akaweza kubatilisha adhabu ambayo aliipata kutoka kifungo cha maisha mpaka kifungo cha miaka 10. Kwa hivyo hii ni kumaanisha ya kwamba watu ambao walikuwa wamefungwa kifungo pia cha maisha wako na nafasi pia ya kupata adhabu ya miaka 10. Na unapozingatia, nimekueleza hapo awali ya kwamba mtu ambaye amepewa kifungo cha miaka ambayo unaweza hesabu, yani kwa kimombo calculable, miaka ambayo unaweza calculate, unaweza zihesabu. Miaka ile mtu yule kisheria anasamehewa thuluthi ya miaka yake. Kwa hivyo mtu yule, ukizingatia kesi ya Dr. Sifuna ambaye aliweza kuiamua, ni kumaanisha mtu yule ambaye alimnajisi mtoto wake wa miaka 10 na akafungwa miaka 10, mtu yule tayari ameondolewa thuluthi ya miaka yake. Kwa hivyo miaka 7 kwa kifupi miaka mitatu ameondolewa. Imesemekana ya kwamba anaweza fungwa miaka 7, na alifungwa pengine miaka 3 ama 2 iliyopita. Mtu yule ni kama amefungwa miaka 4 sasa. Kwa hivyo ni kumaanisha mawakili
ambao walikuwa pengine na wale pengine wateja ambao wako jela, wako na nafasi kama mimi na mteja ambaye tayari anahudumia kifungo cha maisha. Alikuwa amefungwa kinyongo, lakini kwa kutumia nguvu za rais nataka turudi tuzungumzie wale ambao pia wamepewa hiyo wamepewa rais ameweza kuwapa msamaha wa rais kwa baadhi ya vifungo. Ina athari gani kwake? Maanake kuna wale ambao wameondolewa vifungo vya kifo ama kinyongo hadi kifungo cha maisha. Hayo pia wakili Shadrack Wamboya ataweza kufafanua kwa kina, lakini kwanza tupate pumziko fupi, wakili apate tama la maji.